bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ndio ambao hapana mtu atakayemwona Bwana isipokuwa nao. Kiangalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua, na watu wengi wakatiwa ujasiri kwa hilo. Unajisi. Amen. Barikiwa sana mtumishi. Waebrania 12:14-15 ambao mtumishi wa Mungu ametusomea. Ndio wana amani nyingi waipendayo sheria yako, wala hawana la kuwakwaza. Nitarudia tena. Ndio wana amani nyingi waipendayo sheria yako, wala hawana la kuwakwaza. Amen. Ukipenda sheria ya Bwana, tafsiri yake makwazo hayana budi kuja, yatakuja. Wewe sio malaika. Warumi 2:9-10. Warumi 2:9-10 anasema kama mtumishi alivyotusomea. 2:9-10 anasema ziki na shida juu ya kila nafsi ya mwanadamu atendaye uovu. Ndio point nilikuwa nitafuta hiyo. Lakini mwisho anasema bali utukufu na heshima na amani, kwamba ziki na shida anasema ni kwa wale wasiomcha Bwana, lakini pia utukufu, heshima na amani ni kwa wale wamtafutao Bwana na kumwamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba tukiwa karibu na Mungu, tukazifuata sheria za Mungu, anasema hatuna la kutukwaza. Hata kama yanakuja makwazo, tuna uwezo wa kuyastahimili. Lakini kama hatuna neno la Bwana mioyoni mwetu, tafsiri yake maumivu, vilio na uchungu vitaendelea siku zote. Tutakuja madhabahuni, tutarudi na uchungu wetu. Tutakuja madhabahuni, tutarudi na maumivu yetu. Tutakuja madhabahuni, tutarudi na shida zetu. Lakini jambo la msingi ambalo Mungu analitaka mahali hapa siku ya leo ni kutafuta amani na watu wote. Na amani tunaipataje? Tunaipata kwa kumwambia Bwana, tunatamani kuwa karibu na wewe. Tunaipata kwa kumwambia Bwana, tunaomba utufundishe sheria zako. Tunaipata kwa kumwambia Bwana, tunatamani tuwe watakatifu wako, tuwe miongoni mwa wale ambao watakutumikia milele na milele, na siku moja tuulisi uzima wa milele. Wewe ambaye neno hili la leo limekugusa kwa namna moja ama nyingine, kupitia somo hili, kupitia uchungu wa moyo, yako mambo mengi ambayo yamekuumiza, wakati mwingine umekata tamaa kabisa, na wakati mwingine umeshinda kusimama tena kwa ujasiri, kwa sababu unaona ni kama ziki na shida ulio nayo haiwezi kukuacha tena, unaona ni kama ndio umefika mwisho wa maisha yako. Lakini tazama, liko tumaini kwa Bwana ambaye anasema tuitafute amani. Amani ya kwanza inaanzia kwenye moyo. Moyo ukivurugwa, maana yake hata mwili wa nje utafanya yasiyostahili. Utajaa matukano, utajaa hasira, utajaa magomvi. Lakini mwili ukitengenezwa kuanzia ndani, maana yake utajaa amani, utajaa furaha, utajaa utulivu. Tamani mchana wa leo kumwambia Bwana, naitamani hiyo amani yako ambayo Yesu aliachia pale msalabani, nami amani hiyo nikaipokee siku ya leo, ili yale yote yaliyonikwaza, natamani kuishika sheria yako, ili niweze kutembea katika hali ya kuhurumiana na kusameheana. Ili mahali ambapo nilikuasika, natamani leo Bwana unirehemu. Mahali ambapo nilikwenda kinyume na sauti yako, natamani Bwana leo unifundishe na unielekeze, ili niweze kusimama mahali panapostahili. Na kwa sababu hiyo basi tusimame, ili tuende tukamwite Bwana, ili akashughulike na mioyo yetu, akashughulike na nafsi zetu, akashughulike na mahali ambapo kuna uchungu na maumivu yatoke. Na maumivu haya yakitoka, maana yake amani ya Bwana ikatawala. Hata kama kuna maumivu na kuugua, Bwana akitupa amani katikati ya haya magonjwa, katikati ya haya magumu, bado tutakuwa na amani na Kristo. Pamoja na kuwa na amani, tunaamini magonjwa yenye yapo siku zote, lakini pamoja na hayo magonjwa, Bwana akitupa amani, hatutaumia zaidi. Tutalitegemea tumaini la Kristo, ya kwamba Kristo tunayemtegemea atatutia nguvu, atatuongoza kwenye kusudi la kwake. Jambo la msingi, amani ya
Kristo ikae ndani ya moyo wako. Mungu akupe moyo wa huruma na kusamehe. Baba mmoja nimeshia wimbo ninyunyizia maji. Wakati wimbo huu unaimbwa, sote kama kanisa tutafakari. Kama hujawahi kuumizwa au kuumia, yawezekana usielewe tunachokisema. Lakini mtu mwenye maumivu makali hawezi kuendeleza mipango yake ya maisha aliyonayo, kwa sababu atawaza maumivu. Hawezi kuwa na furaha atakapokutana naye. Anapoteza hali ya kujiamini kwenye maisha yake. Anakata tamaa na kupoteza tumaini. Tunatamani Mungu akatuvishe kwa upya kupitia wimbo huu ninyunyiziaye maji wakati wa ukame. Tunatamani Roho Mtakatifu akatunyunyizie siku ya leo. Uninyunyiziaye maji. Ukisikia usogea mbele, sogea. Wakati